story usizisikie. Moyo nimepewa mie, ya mapenzi niachie mie. Zile njia sizipiti tena, lile ua silinusi tena. Tuombe. Ee Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya riziki hii uliyotupatia. Tunaomba ukapate kutusaidia tutakapokula. Tazama, maisha yetu ni magumu. Maisha yetu ni magumu sana. Maisha yetu ni magumu. Tunakuomba utusaidie Mungu. Tunasema asante. Amina. Amen. Mke wangu, uko sawa? Siko sawa mume wangu. Nimeyachoka ya maisha. Hebu tazama, baada ya kazi ya siku nzima tunaishia kula ugali mkavu na mahindi ya kuchoma. Aise, mambo vipi? Wanasema ukiwa unanitumia. Mambo vipi? Ni nyimbo nzuri kabisa kutoka kwa mwanamuziki wetu pendwa anayeweza vizuri kuitumia hiyo gitaa. Sasa unaongea na kipindi cha Wanakijiji na Kilimo. Wanakijiji na Kilimo, na hii station yetu ni station ya Lumumba, station bora zaidi kwa muungano wa vijiji vyote ya Lumumba. Karibu tena, karibu sana. Ni mimi wako Koliko Isaya. Asante sana. Wakati tunaendelea kuzungumza hili, kabla sijaanza kulizungumza na watu ambao niko nao hapa studio, ningependa nisikie maoni yako wewe ambaye uko nyumbani. Ningependa kusikia maoni ya mtu wa Luna, nipende nisikie maoni ya mtu wa Usule na mtu wa Luata. Nipate maoni tofauti kutoka kwenu, ili tuweze kujua ni namna gani wewe umeweza kukuza mahindi yako, na tunaweza tukasaidiana vipi kukuza tulicho nacho kiwe kikubwa zaidi. Ninakushukuru sana. Wakati tunaendelea na hilo la kusubiri simu yako, tafadhali ndugu mwana Lumumba, kula chuma hilo. Kwenye line tafadhali. Muda mrefu sasa bibi nimekuwa nikilima tangu nipo kwa babu yangu mwaka 61. Ugali ni ujana. Ndo raza kilimo sasa. Nitaweza nikasema ni kama hakina faida, lakini ni mpaka pale utakapo sasa faida ndo itakuwa na faida. Ndo unaona sasa kuna faida, kwa sababu lazima kwanza uache kutumia dawa za wazungu. Yaani hiyo ndio ambacho na washauri watu. Mimi niko Luata hapa, na mwambie watu wote wa Usule na watu wa Luda, usitumie dawa za wazungu, zina madhara budo. Tumia dawa za wazungu. Mimi natumia dawa, mimi ni mganga. Na natangaza biashara yangu hapa. Njooni mchukue dawa kwangu, ndo kuna dawa nzuri. Ndo kilimo mimi nimejua ndo vizuri baada ya kuchukua dawa zangu.
Asante sana ndugu msikilizaji kutumia dawa zetu asilia kukuza kilimo chetu. Wakati tunaendelea kusubiria simu zako, ninaomba sikiliza tangazo muhimu kwa kila mwanaume wa muungano wa vijiji vya Lumumba. Sasa unahitaji kazi, sasa unahitaji ajira, sasa unahitaji maisha bora zaidi kwa familia yako na kipato kikubwa zaidi. Sasa usikae mbali, tutakuwa pale Usile, soko la wana kilimo na wafugaji, soko dogo, saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ukikaa mbali na sisi, unakaa mbali na ajira yako. Na ukishindwa kufika sehemu ya usajili, tafadhali tunakuomba tutafute kwa namba hizi za simu. Namba zetu ni 0653581726 au 0673644453. Mwana Luna, Mwana Luta, Mwana Usule, chukua nafasi hii kukuza kipato chako cha kila siku. Nitairudia namba hii kwa wewe ambaye bado hujaiandika, ni 0653581796 au 06734453. Ninakushukuru sana na karibu sana. Ndugu wana kijiji wa Lumumba, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza mpaka muda huu. Ningependa kukukumbusha kwamba kesho siku ya Jumatano kuanzia saa 4 mpaka saa 5 mpaka saa 6 mpaka saa 12 za jioni kutakuwa na usajili pale soko dogo la Usule katika soko la kilimo na wafugaji. Ninakuomba tafadhali sogea pale wewe kama mwanaume wa vijiji vyote vya Lumumba. Tunaongelea Luna, tunaongelea Luata pamoja na Usule. Kuomba tafadhali nenda pale kajaribu nafasi yako. Hauwezi jua Mungu amekupangia nini. Hawa ni wageni wetu na wanataka waone nguvu na moyo wa vijiji vyetu. Tunakuomba usikae mbali na sisi, usikae mbali na ajira yako, usikae mbali yako kwa sababu ya familia zetu na kwa sababu ya kilimo chetu na wetu. Basi ninaomba niendelee kusubiria simu za maji. Ndugu na msikilizaji, unaendelea mshike mgambo kwenye mkamata na chota maji. Toka hapo. Hivi sasa ni saa 9 kamili za usiku. Ninashukuru kwamba mpo na sisi mpaka sasa. Ninaomba nikukumbushe kwamba kilimo na ufugaji ndiyo jadi yetu sisi kama wana Lumumba. Sisi ni wana Lumumba na kitu tunachokitegemea, kitu kinacholisha familia zetu, kesho yetu na wazazi wetu ni kilimo na ufugaji. Na kabla hatujafika mbali, ninaomba nitoe muda kwa kampuni kutangaza nafasi kwa wana Lumumba wote. Karibu sana. Ninajua wana vijiji wa Lumumba unataka mbolea sahihi kabisa kwa ajili ya kilimo chako. Najua mwana kijiji wa Lumumba unataka majembe sahihi kabisa kwa ajili ya kilimo chako. Tuko kwa sababu yako. Sisi kama kampuni ya Mambo Leo tutakupa mbolea sahihi, malighafi sahihi, majembe sahihi na koleo za kilimo sahihi kabisa. Tunapatikana kwa mawasiliano ya namba 0789575909. Tunakuomba wasiliana na sisi upate malighafi zilizo sahihi kabisa. Sasa unahitaji kazi, sasa unahitaji ajira, sasa unahitaji maisha bora zaidi kwa familia yako na kipato kikubwa zaidi. Tangazo ajira. Kilimo na wafugaji, soko dogo, saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ukikaa mbali na sisi, unakaa mbali na ajira yako. Na ukishindwa kufika sehemu ya usajili, namba zetu ni Namba 06 06 73
73 64 64 44 44 ya nzuri. Unaweza sasa hivi au? Andika. Asha. Zimegoma. Hizi betri itawaka tu. Hata kitaa kimegoma. Kwani nimesabu na tangazo? Ila usijali. Kwa kuwa umetaja ni usule, mimi napafahamu. Nitakusindikiza kesho asubuhi. Na hakika. Sawa. Usingizi wote umeisha. Tulale bwana. Mume wangu, umependeza sana. Mwani. Acha utani bwana. Kweli? Umependeza? Sana. Asante. Geuka tuone. Ngeuke? Vipi? Mume wangu, kwani suruali mara ya mwisho kuivaa ilikuwa lini? Unamaanisha nini? Nasi imeliwa na panya. Tuondoke, tumechelewa. Chocho, tutondokaje na suruali imetoboka? Mwani, sina suruali nyingine. Tuondoke. Haraka basi. Inaonekana sana. Usicheke, usifikiri mazuri. Sio kama anacheka rafiki yangu. Tatizo yani kilimo mnachotumia nyinyi sio sahihi. Mnalima vilimo vya ajabu ajabu. Sio ile pale. Si ndio chocho kiko namtafuta hapa. Chocho. Ni huyu. Chocho. Vipi rafiki yangu? Mfano tunakimbia huyo wewe. Wewe Chocho, vipi mwanangu bwana nikimbia? Wewe. Yaani wanakuwa pako ya kimbia. Namtafuta mwanangu.
kazi gani hizi? Hamna kazi ya maana. Tunatoa vijiji vya mbali kuja hapa, hamna kazi yoyote. Tunakula muda wetu, kuna maana yoyote. Kazi gani hizi tunatuletea? Tumeleta shughuli zetu. Hamna kazi hapa, hamna kazi ya maana. Sio kazi kabisa. Kazi gani? Jamani, naombeni tusikilizane ili tuweze kuwa sawa. Wanakijiji wa Ruata na Usule, kuna yote ambaye hajafanya usahili mpaka sasa? Usahili wa nini? Jamani, naombeni tusikilizane. Kuna yote ambaye hajafanya usahili hadi sasa? Mimi hapa, nipo hapa. Hapo. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Chocho. Chocho. Chocho nani? Chocho Mboni. Chocho Mbeno. Una miaka mingapi? 29. Upo tayari kwa ajili ya kazi? Nipo tayari. Una uhakika? Ndio. Sawa. Wacha nikupe taratibu za kazi. Utalipwa shilingi 2500 kwa siku pamoja na chakula cha usiku, ambacho chakula hicho utakipata ofisini kwetu. Utakapopata ajali wakati wa kazi, kampuni yetu sisi ndio itahusika na kukutibu wewe matibabu yako, kuanzia mwanzo wa matibabu mpaka mwisho, mpaka tutakapohakikisha umekaa sawa kabisa. Kwani ni kazi gani hiyo kiongozi? Eneo lenye makaburi ya Usile limejaa. Kwa hiyo serikali imetoa eneo la Ruata kwa ajili ya shughuli hiyo. Hivyo basi, kazi yako wewe sasa itakuwa ni kusaidia kuhamisha miili ya marehemu katika kijiji cha Usile kupeleka katika kijiji cha Ruata. Na kwa kuheshimu shughuli za watu, kazi hiyo itafanyika usiku. Kwa sababu watu wengi, vijana wengi unaoona wamefika hapa lakini wameshindwa kufanya kazi. Lakini kazi inahitaji mtu jasiri ambaye anaweza akajitoa kuifanya. Nimeona ndani yako kuna kitu. Wewe unaweza ukafanya kazi. Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu, ufanye hii kazi. Hapana. Sitoweza. Nimefeli. Pole Chocho. Kwani wao wamesemaje? Ni kazi ya kuhamisha wafu. Alafu kwa siku nalipa shilingi 2500. Ila chakula unakulipia kwa siku. Kwa hiyo umeamua nini? Tuondoke. Tuondoke? Ni sawa. Lakini tutaenda kula nini? Mume wangu, naye madeni tutayakimbia mpaka lini? Najua moyo wako hujakubaliana kabisa na kazi hii. Pia huwezi kujua Mungu amekusudia nini kwenye hili. Nilikuwa nakuomba ufikirie, ujaribu kuchukua hii kazi.
Nipo tayari ukifanya hiyo kazi. Una uhakika? Ndiyo kiongozi. Hongera sana kijana. Haikuwa rahisi kwetu pia. Tumepata watu 7 tu katika vijiji vyote tulivyovizunguka, na wewe umekuwa ni mtu wa 8. Hongera sana kwa kufaulu mtihani huu. Mtihani? Ndiyo, ulikuwa ni mtihani wa kumtafuta mwajiriwa sahihi katika kampuni yetu. Kampuni yetu inajihusisha na utengenezaji wa mbolea pamoja na malighafi kwa ajili ya kilimo. Hivyo inahitaji mtu mwaminifu na ambaye atajituma katika kazi. Tutakulipa shilingi 12,000 kwa siku pamoja na chakula cha mchana. Hongera sana kwa kufaulu mtihani huu. Jamani, asanteni. Usaili umeishia hapa. Jamani, asanteni. Mnaweza mkaenda. Usaili umeishia hapa leo. Tumempata mtu sahihi.